Mama Utamu. Mama Utamu. Mama moja. Nakusikiliza mume wangu. Mama Utamu. Nimekuita kuna jambo nataka. Jambo gani mume wangu? Bidi unisikilize kwa makini sana. Mimi leo hiyo kutiwa aibu rafiki yangu kwa mambo anayoyafanya, nimeumia sana. Yule sitaki kumuona akanyage tena hapa. Sijajua na maanisha nini baba Utamu. Jambo gani limetokea? Ninachosema Blesson hataki kukanyaga hapa. Siku akikanyaga nipigie simu. Walahi kitu unachomfanya. Baba Utamu, mbona mimi sikuelewi? Mimi nimezoea Blesson ni rafiki yako. Mimi nitaanzaje hapa kumfukuza Blesson wakati rafiki yako kila siku unakuwa wote? Mimi kwangu hicho kitakuwa kigumu. Mimi ninavyokuambia kitu ibidi ukisikilize. Nishakwambia Blesson sitaki akanyage hapa. Wewe unasema mara ni ndugu yako rafiki yako, si hivi? Nishakwambia Blesson asikanyage hapa. Ana akija unipigie simu, sawa? Sawa mume wangu. Nitafanya ulivyoniambia. Lakini kumbuka Blesson hajanikosea kitu. Mimi naingia ndani. Na akija mtu yote mwambie nimetoka. Sawa? Nimekuita ndani umekataa. Umekaa tu hapa na kuita ndani. Wewe unajua mimi nataka nikwambie nini? Hivi mke wangu, mimi nimekuja kukaa hapa nje kwa ajili ya amani. Kwa nini unaleta mambo mengine tena? Grace. Hivi ni matatizo gani? Kwa nini lakini kila wakati nikikutafuta tuongee uelewe? Hai. Siri za ndani. Unapeleka nje. Umeshindwa kukaa na mimi kila siku nakuambia kitu. Kaa na mimi, elewa tatizo, lakini wewe unaenda kutangaza kwa watu. Uone kama unaniaibisha mimi. Hii aibu umetaka wewe mwenyewe. Mwezi mzima siyapata haki yangu. Au niwe natembea huko barabarani mwisho wa siku niparamia hata punda kweli? Na wewe upo? Kama kweli. Usijua maana usimpe maana. Maana sijaelewa hivi umefika hatua hiyo baba? Wewe niangalie huku, umefika hatua hiyo? Unataka paramia punde. Lakini hiyo sio sababu ya wewe kutoa siri za ndani kupeleka nje. Hiyo sio sababu. Mwanaume akimbii tatizo, unaliface tatizo, unalisolve tatizo. Sikiza nikwambie mke wangu. Kama hutobadilika humu ndani utapaona pachungu. Wewe nitazame hivyo hivyo. Najaribu kuambia kwa upole. Yaani nikuelewe. Unafikiri unapokuwa mkali hivyo ndio utasolve tatizo? Una matatizo gani? Elewa basi ndugu yangu. Kaa chini fikiria. Nitafute mimi, elewa nataka nini. Sio kuanza kuhangaika, utaenda huku, utaongea hivi. Elewa unatakiwa kufanya. Naona unazidi kunipanda kichwani. Bora niondoke hapa nyumbani nisije nikakuzaba hata makofi. Sikuogopi. Na siogope hayo maneno yako unayoongea. Sijui kibao, sio utanipiga mimi sijali. Na upati chochote mpaka akili yako itakapokaa sawa. Sawa, nenda. Naona zidi kunichanganya tu. Mwanamke gani ambao umsikilize mmeo? Ovyo. Kwenda huko. Kwa hali hii, si mwisho wa siku utakuja kuparamia hata siafu. Kwani mwanamke hajui utaratibu wake, hajui. Jamani. Hebu
Karibuni jamani. Asante Upendo. Vipi shoga yetu, umepotea? Sijapotea jamani, si mnajua kwamba mimi mwenyewe mgeni. Natamani na nyinyi pamoja kunitembelea, mimi ndo nikazunguke huko. Shoga yangu Upendo, tuambie lini tuje tukuchukua tukupeleke hata bichi ukaenjoy ukarebata mtoto wake kiutaki. Blaina, umesahau kama tumeokoka sisi? Mbona unampotesha mwenzio? Jasmine, ndio tumeokoka lakini hatupasi kuenjoy. Kuokoka kanisani ni Jumapili. Siku zinazofuata kula bata, mwache mtoto akaenjoy. Sasa mbona siwaelewi? Namsikiliza nani sasa hapa? Katika ya wewe na huyu, namsikiliza nani? Wakati huyu na yeye anaongea nani kwa yeye, na wewe tena nani unaongea kwa wewe. Namsikiliza nani sasa kati yenu? Msikilize Jasmine, mwanzo Jasmine kashazoea muda wote Biblia. Kama mtoto mchungaji. Au ndo yeye anakusali Biblia muda wote atusisholalio. Wewe msikilize. Ni mwanzo naenda zangu kuenjoy. Blaina, hayo maneno unayoongea yampendezi Mungu. Mimi na wewe tunajua tumeokoka. Kuokoka sio Jumapili tu. Kuokoka ni kila siku. Unampotosha mwenzio. Upendo, tafadhali, naomba usimsikilize Blaina. Kwa nini tumsikilize Jasmine? Kwa sababu ya nani? Maneno ya Jasmine ndo nani, ndo maneno mazuri. Mtumikia Mwenyezi Mungu. Mimi nakubali hilo pale. Mimi mwenyewe ni mtoto wa mchungaji vile vile. Kama unamsikiliza yule Jasmine, msikilize. Wewe bado kijana mbichi, unahitajika. Sasa wewe msikilize, eti mtoto wa Mungu. Yeye pale mtoto wa Mungu. Achana naye. Tuko enjoy. Hadi na nyie ampoi. Boko kwenye vijumba vya watu. Ambao sema. Watu mzima. Mzima na usio kukaa au wabenyosi. Na mama mchungaji kafuata nini leo? Hata mwenyewe sielewi. Eti kamfuata Upendo aje amfanyishe nani? Eti mtoto wa Mungu. Jamani. Unataka unaambia kumbadilika kiasi hicho? Utaki kumkumbuka Mungu hata kidogo? Ndio tabia gani umeanza? Makubwa, nawe unamjua Mungu sasa hivi. Wewe tunakesha pale River. Jamani, mwanzo na mzangu fundana kupika. Maana basi hivi. Msikilize nani? Nifanyeje? Kwa sababu nani nimekuja hapa. Sielewi chochote kile. Bora tu niingizane ndani. Kwa elimu. Shoga. Blaina. Kwa nini unataka kubadilika hivyo? Kwa jinsi nilivyokuona, unataka kubadilika tena. Kwa hiyo mimi sitaki kuambatana na wewe tena. Mimi naondoka. Mimi nimebadilika ila nami nataka kuenjoy. Sitaki mdote libanwe. Kanisani Jumapili. Siku zinazofuata kula bata. Kwani maajabu? Shoga yangu. Ndio umeamua kuokoka, si ndio? Sawa, mimi nakutakia safari njema kwa njia ya Bwana. Ila sisi wacha tuendelee kula bata. Kwa sababu bado sisi si wazee. Tunahitaji kuenjoy. Wakati ukifika tutaungana na wewe. Sawa, maisha ni mafupi. Acha mimi niendelee kumtumikia Mungu. Sawa. Mimi naondokeni. Tunaenda kula bata wapi? Kitambaa cheupe au Huko shoga yangu, kichobaki hapa ni kwenda tu mimi kujiandaa. Na mimi ngoja nikatinge meni langu mpaka humu. Mungu Jumapili. Wewe tena unapo. Umeona shoga yangu. Shemeji. Abeshemu. Dada yako hayupo hapo? Sijajua maana tangu na mimi ndio nisikia mkuta. Okay, fine. Kuna kitu nataka nikuulize. Ninavyotoka nyumbani hapa, nyuma yangu kuna nani ambaye anakuja kukutana na mke wangu? Kuna shemeji. Hakuna mwanaume yote ambaye anaingia huko ndani. Shemeji. Isije kuonekana naona ndanganya shemeji kwa sababu mke wangu simuelewi.
Mambo mengine sio kukwambia wewe. Mimi kama mwanaume inabidi niamezee kifuani. Ukielewa, lakini hamna mwanaume yote ambaye anaingia ndani. Sasa shemeji, nimekuelewa. Kuwa makini dada yako, kwa sababu kuna vitu ambavyo anavifanya sivielewi mimi. Imani, salama eh? Salama kabisa. Karibu baba mchungaji. Asante sana. Nashukuru sana. Za nyumbani? Njema kabisa. Ndio. Vipi? Mzima? Safi baba mchungaji, shikamoo. Marhaba. Unaendeleaje? Safi. Za siku? Shemeji? Yeah. Nenda kwanza ndani. Niongee na baba mchungaji. Sawa shemeji. Okay, Bryson. Naam. Unaendeleaje mwanangu? Baba mchungaji? Ndio. Mungu mwema. Siku zote Mungu ni mwema. Sijajua kwako baba mchungaji. Mimi ni salama. Sasa leo nikasema ngoja nipite niwatembelee vijana wangu. Na nakumbuka mara mwisho kuna jambo tulizungumza, ila nikifika hapa nimeona kidogo kama maongezi inaonekana kuna kitu kama hakiko sawa. Kwa kweli mchungaji, kuna vitu nyumbani kwangu sivielewi kabisa. Toka tumeongea siku ile vile vitu ambavyo nilikuelekeza mchungaji, lakini bado vinazidi kunichanganya. Lakini nilivyokuona wewe hapa, nadhani naweza kuelezea kidogo kwa nishauri kitu. Kabla hujaniambia, nimekuta kama mnazungumza na huyo ni shemeji yako au ni? Of course mchungaji, ni shemeji yangu. Ni shemeji yako. Sasa mbona kama ulikuwa unaongea naye mambo ya familia ambayo tunafikiri tulizungumza siku ile, na ilikuwa ni assignment ya kwako wewe na mke wako, si ndivyo? Sasa naona kama unaanza ku-expose kwa watu wengine, au nimeona vibaya? Sijasikia vizuri. Nilijaribu tu nilikuwa najaribu kumwelekeza kwa sababu kuna namna fulani ambayo sielewi. Unaelewa? Najaribu kumuita ili muelekeze. Unaelewa? Kwa hiyo ni hayo, tusiongea naye mengine zaidi. Sikiliza nikwambie. Unajua wewe ni kijana wangu na mimi kama mlezi wako ni wajibu wangu kukwambia pale unapokosea, na unapofanya vizuri ni wajibu wangu kukusifia. Si ndio? Ndio mchungaji. Mimi nimekaa nimesikiliza hapa maneno ambayo ulikuwa unazungumza naye. Kiukweli yale maneno na ile mada mlikuwa mkijadili si mada ya kuzungumza naye kama ni shemeji yako, si ndio? Sasa kitu unachokifanya sio kizuri. Sawa? Hili linakuhusu wewe na mke wako. Unaanzaje kutoa mambo ya ndani ya familia? Unaanza kuambia watu wengine nje ili usaidie nini? Na nilikwambia siku ile, hili jambo ni la wewe na mke wako, limewashinda, muombeni Mungu. Si ndio? Na ulikuja kwangu vizuri nikakushauri. Sasa hili jambo la kwanza kuzungumza tena na watu wengine inakuwaje? Linatokea wapi? Mchungaji, najaribu kujikaza lakini kunafikia hatua inabidi niseme mchungaji. Issue sio kuzungumza na issue sio kusema. Umeona? Kila mmoja anapokuwa na jambo, unapokuwa na uchungu, lazima kuna mali unatakiwa useme, lakini unamwambia nani? Nani unamshirikisha? Nani unayemwambia mambo yako? Si ndio? Sasa wewe kila mtu unikukutana naye barabarani unamwambia, si ndio? Kila mtu ukutana naye barabarani unamwambia kila kitu. Mwisho wa siku unajikuta unaharibu mambo yako kwa mikono yako mwenyewe, Bryson. Usinishtumu mchungaji. Hebu ongea kitu nikuelewe. Mimi kijana wako nateseka juu ya ndoa yangu. Bryson, usipokuwa makini unakoelekea ni kubaya sana. Sawa? Matatizo kwenye hii dunia haunayo wewe peke yako. Si unanielewa vizuri? Na hii inaonyesha wazi jinsi gani ambavyo bado haujakomaa. Unajua, nikwambie kitu kimoja. Ndoa si swala la umri peke yake. Si unanielewa? Kuna watu unakuta, unaona kuna watu wazima wanagombana na wake zao. Unajua wazee, mzee na mvi lakini anapiga mke wake. Ni kwa sababu gani? Umri umekwenda, ana umri mkubwa lakini bado ufahamu wake hujakuwa. Si unanielewa? Siku niliongea na wewe nikakwambia tunaishi na wake zetu kwa akili. Ndivyo maandiko yanavyotuagiza, si ndivyo? Sasa swala la wewe kuanza kuongea hizo habari mtaani, nazisikia huko mtaani unasambaza kwa watu huko mtaani. Ni aibu. Hivyo wewe ni aibu, unajitia aibu mwenyewe, unaichafua nyumba yako. Wewe ukifanya hivyo unategemea mke wako afanye nini? Yaani wewe kama mwanaume unaeleza habari zako za nyumba yako nje kwa watu, na huyu mtoto mdogo umekaa naye unaongea naye, mke wako afanye nini? Alafu mimi ninavyoongea na wewe, mimi sikusimangi wala sikusemi kwa vibaya. Nakwambia kwa sababu wewe ni mwanangu, na nilikwambia unapokosea lazima nitakurekebisha, na ukifanya vizuri lazima nitakupongeza, Bryson. Mambo kama haya unayoeleza hawa watoto wadogo ambao ni mambo makubwa ya nyumba yako yanayokuhusu wewe, unawafundisha nini? Au unaifundisha nini jamii? Kesho na kesho unakuja kuwa na watu waovyo kwa sababu mnawafundisha au kushirikisha vitu ambavyo hakupaswa kushirikishwa kwa umri wako. Yule binti hajaolewa, ni shemeji yako ndio, lakini hajaolewa. Yupo kwako hapa, anatakiwa ajifunze kutoka kwako.
wewe unaanza kushiriki. Ulitegemea kushauri nini? Mchungaji, naomba unisamehe. Ambapo nimekwaza, naomba unisamehe. Kwa sababu napitia mambo mengi sana. Kichwa changu kinavurugika. Naomba unisamehe mchungaji. Sawa? Mimi ni baba yako na wala sina kinyongo chochote na wala sijakasirika. Ila nilikuwa najaribu kukuweka sawa kwamba unakoelekea si sahihi. Sawa? Nafikiri kwamba umenielewa. Si ndivyo Bryce? Nimekuelewa. Sitategemea kuyasikia tena haya huko mtaani au kwa mtu mwingine yoyote tofauti na kwako au kwa mke wako. Si sawa? Sawa. Tumeelewana vizuri? Nimekuelewa. Sawa. Haya, niambie sasa nini kinachoendelea? Mchungaji, mke wangu hataki kubadilika. Toka tumeongea kipindi kile mchungaji. Bado kabisa mchungaji. Yale ambayo nilizungumza nawe siku ile kuhusiana na swala la majukumu ya ndani, chakula na nini, kila kitu unafanya vizuri? Kila kitu mke wangu namtengeneza. Unaongea naye kwa staha na kumsikiliza haja ya moyo wake, anasema nini na anahitaji nini, ushauri wake ni upi? Umekaa naye kuzungumza naye? Ndio baba mchungaji. Unasema kweli Bryson? Kweli. Ulizungumza naye vizuri? Nilimuita nikakaa naye, nikazungumza naye. Ndio. Lakini tulimaliza kwa ugomvi mchungaji. Sasa mlimalizaje kwa ugomvi na unasema ulikaa naye kwa utaratibu? Ugomvi yani shida ilikuwa ni nini? Mimi na kushauri kitu kimoja au niombe jambo moja. Naomba uje wewe na mke wako. Nahitaji kuonana na ninyi wote wawili, nizungumze na ninyi nijue shida iko wapi na tunaimaliza vipi. Sawa? Lakini nisisikie tena kwa watu. Tafadhali. Si unanielewa? Wanaume tumeumbiwa na haka kadude. Hebu kashike kwako. Hako maana yake uwe na kifua na kuweza kutunza siri na kubeba mambo mazito kifuani kwako. Sawa? Na istoshe una mwili mkubwa na una uwezo mkubwa, una ufahamu mkubwa. Mimi sidhani kama ile itakushinda. Nilipita hapa nikasema ngoja nikusalimie kijana wangu, lakini nikakuta kidogo hali haiko sawa, lakini nadhani kila kitu kitakuwa vizuri kama tulivyozungumza. Mimi ngoja ni sawa mchungaji. Karibu sana nyumbani. Nashukuru sana. Tungepita kidogo ukapata hata chakula cha mchana mchungaji. Nashukuru sana Bryson. Nashukuru sana kwa ukarimu wako. Sema sasa hapa kuna mahali natakiwa nifike, nimepigiwa simu natakiwa niwahi. Yaani hapo nimesema kwa dharura tu, nikasema nikusalimie kijana wangu, lakini wakati mwingine Mungu akitujalia nitafika. Sawa Bryson. Sawa, mimi nikutakie amani katika nyumba yako na familia yako. Mungu akitusaidia wakati mwingine tutaonana, lakini kama nilivyosema nitahitaji kuonana na ninyi wote wawili ili tuweze kuzungumza vizuri. Mungu akubariki sana. Karibu sana mchungaji. Nashukuru sana. Mungu akubariki sana. Amen. Amen. Karibu sana mchungaji. Nashukuru. Nashukuru sana. Yaani mchungaji wangu, kaa angelijua mimi jinsi gani ninavyonyanyasika huko ndani, ninavyoteseka ndani ya ndoa yangu, singekuwa naongea hivyo. Ngoja tu nimwachie Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndo muumba wa yote.